Hallelujah. Praise the Lord once more time. We thank the Lord for this evening as we stand before Him to worship Him, under His feet, for His compassion and His love, His kindness, and His mercies which endures forever into our lives. Our viewers, I take this opportunity to welcome you once more. We share together the love of the Lord this evening. So I welcome you all. My name is Pastor Anita from Crusaders for Christ, or CFC, under Reverend Dura Waruinge. We are at the City Stadium roundabout of Mudura Road. We welcome you all as we share the Word of God together by His grace and the leadership of the Holy Spirit. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we take this opportunity once more time to praise your name and give all the adoration unto thee, King Jesus, and to say thank you, my Father and my God, for who you are, King Jesus, into our lives. For you have seen it good, my Lord and my Father, that you gather us together, my Lord and my Redeemer, and you may speak to us and heal us, my Father, and bless us, King Jesus, and take us to another step by your grace and your mercies, my Father. We adore you, King Jesus, and we praise you. Master Jesus, we need your presence, we need your power, we need the leadership of the Holy Spirit, because minus you, my God, and without the leadership of the Holy Spirit, we cannot please you, Jehovah Master. Take away our education, take away our understanding, take away our minds, my Father, and Jesus of Nazareth, empower us, impart your power into us, my Father, and give us understanding, my Lord and my Redeemer. Give us knowledge and wisdom through your word, my Father, in the mighty name of Jesus. King Jesus, my Lord and my Redeemer, ni udongo na wewe ni mfinyanzi, wema wako na ukuu wako. Touch my mouth in the mighty name of Jesus. Use me as a fasting, my Lord and my Redeemer, in the mighty name of Jesus. We surrender unto thee, King Jesus, that you may lead us. We humble ourselves, my Father and my Redeemer, that you may increase in us, Jehovah Lord, that you may talk to us, Adonai, and change us, direct us, and rebuke us, my Father. Rectify us through your word, King Jesus, because you are great, my Father and my God. You are worthy to be worshipped, you are worthy to be praised. And it's in Jesus' name we do pray to us and believe. Amen. Praise the Lord once more time. We are going to teach ourselves. This evening, we are teaching ourselves about forgiveness, because we have every good reason to forgive, so that our Father who is in heaven can forgive us. Because if you cannot forgive, you'll never be forgiven. In the first place, we have to understand that the Lord our God forgives our sins. While we were sinners, while we were filthy before Him, He cleansed us by giving out His only begotten Son, and He shed the blood of Calvary, that our sins could be washed away, and we were cleansed and become as white as snow. So, my dear brother, my dear sister, from wherever you are listening us from, and you are viewing us from, we have every good reason to forgive. Be it your children, be it your parents, be it your bosses, be it your neighbor, be it your enemy. You have every good reason to forgive, so that you can be forgiven by your Father in the name of Jesus. So we are going to read from the book of Matthew. We are going to read from the book of Matthew chapter 18 from verses 21. We are going to read from the book of Matthew chapter 18 from verses 21. And this is what the Bible says. Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him?
up to 7 times, it's a question Peter is asking Jesus Christ. Then this is the answer. Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Therefore, the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants. And when he had begun to settle accounts, one was brought to him who owed him 10,000 talents. But as he was not able to pay, his master commanded that he be sold with his wife and the children and all that he had, and that payment be made. Praise the Lord. Peter asked Jesus a simple question. How many times am I supposed to forgive my brother when he has done wrong against me, or when he has done what does not please me, or when he has done what is against the plans that I have? And this is the answer of the Lord. Because if you look there from verse 1 of chapter number 18, there are so many things Jesus was talking about. There are so many parables Jesus was talking to his disciples concerning the kingdom of heaven, concerning different things. A brother sinning, once against offenses, the lost sheep, so many things. And now it come to a time when Peter wanted to confirm and hear again from the Lord. What does he mean? The time he's saying, when your brother sins to you, you have to forgive him 7 times. Lakini Yesu akasisitisha, akamwambia ya kwamba sijasema tu mara 7, lakini nimesema 70 mara 7. Hakikukosea, unahitaji kumsamea. Hakitenda kile ambacho wewe kwa mawazo yako umeona akija kupendeza, huko na kila sababu ya kumsamea. Hakienda kinyume na matarajio yako, huko na sababu ya kumsamea. Yesu akamwambia ni 70 mara 7, ishara ya kwamba hata akitenda na arudi akwambie nimekukosea nisamee, hauna sababu yoyote ama hauna kisingisio chochote cha kusema ya kwamba jana nilikusamea na tena umerudia, kwa hivyo sitakusamea. Our Lord Jesus himself led by example, sababu alijitoa yeye mwenyewe, akafa ni kwa ajili ya dhambi zetu, akabeba mashtumu yetu, akabeba uchafu wetu, akabeba udhaifu wetu, ndiposa tukapate kusamehewa, ndiposa tukapate kukubalika. Ishara ya kwamba wakati anaambia Peter ya kwamba hata akitenda dhambi mara 7 times 70, you have every good reason to forgive. Sababu Yesu mwenyewe akuhesabu makosa yetu, akuangalia kutengamana kwetu na baba yake, akuangalia mawazo yetu mapotofu, akuangalia kule kuongea kwetu ambavyo akustahili, lakini hayo yote aliyaondoa katika maisha yetu. Alitusamea, akatukubatia. Wakati alitupata kando ya barabara tukiwa tunagaagaa katika damu iliyo chafu, sababu ya ule upendo, hakuangalia huo uchafu, lakini neno inasema ya kwamba akatukata kitofu na akatufunika, akatupangusa, akatufunika na nguo iliyo safi. The same to you and me. Jesus is telling Peter, you have every good reason to forgive, but not to judge, not to condemn, not to hate, not to isolate, not to reject, not to despise, but to forgive, as the Lord Jesus himself did to our sins. Jesus continued explaining to Peter and giving him some parable that he may understand what it means when it comes to forgiveness, what it means the time you are supposed to forgive,
or the time you are forgiven, what it takes, what it means. Because most of the times ambao utapata wewe unataka usamewe, lakini wakati ambapo wewe unakanyangwa ama mwenzako anapita kwa ile njia ambao hujatarajia akapite, kwako inakuwa ni uchungu, kwako inakuwa ni kama umetendewa unyama. Lakini wakati wewe unatendea mwingine, kwako sio uchungu, ila wewe tu ndio unataka usamewe, lakini wewe hauna nafasi ya kusamea. Jesus continued speaking to Peter, and he gave him this example. Akamwambia ya kwamba kulikuwa na bwana mmoja ambaye alitaka kufanya hesabu ya kazi yake pamoja na wafanyikazi wake. And as you know, mara nyingi unapatanga kama ni biashara, we want the accounts of everything, be it loss, be it profit. Editors wanakuja katika ofisi, katika ile company, kutaka kujua ni kitu gani ambacho kilitoka nje, ni kitu gani ambacho kiliingia, ni kitu gani ambacho kilisaidia, ni kitu gani ambacho hakikusaidia, na ni wapi tunahitaji kuongeza, na ni wapi tunahitaji kufunguza. Akampatia mfano, akasema ufalme wa mbinguni utakuwa namna hiyo, kama huyo bwana ambaye alitaka kufanya hesabu na wafanyikazi wake. Na wakati ambapo ilifika ni wakati wa kufanya hesabu, wakati aliendelea kufanya hesabu, mmoja katika wale wafanyikazi akamwambia ya kwamba, ama mmoja katika wale accountants akamwambia, there is somebody who is owing you some money here, na ameshindwa kulipa. And the master said, mchukueni huyo mtumwa mkamuuze, na mkauze hata mke wake, na mkauze hata watoto wake, na mkauze chote ambacho kinaitanishwa naye, ndiposa nikapate kupokea kilicho changu, ndiposa kampuni yangu ikaendelee, ndiposa kampuni yangu ikanawiri, ndiposa kampuni yangu ikainuke tena. Lakini yule ambaye alikuwa na deni, wakati alisikia yale matamushi bwana wake alipeana, alimsujudia, alifunjika, alianguka mbele zake, alimwaga machozi, akiomba kusamewa, akiomba kuvumiliwa, akiomba kupewa nafasi ya mara tena, akiomba tu akapate kibali, akapate kutafuta, kwa kuwa sio kupenda kwake kuwa amekuwa na uwezo wa kulipa lile deni. Sio ati kwamba amekataa kulipa, sio ati kana kwamba imeshindikana, lakini ni vile mapato yake haimuwezeshi, bali anajitahidi, anatafuta usiku na mchana, iko ndani ya akili yake ya kwamba hako na deni ambao anastahili kulipa. Kwa hivyo wakati the master heard his cry, he had compassion upon this man, akamhurumia, akanguzwa, moyo wake ukanguzwa na kilio chake, moyo wake ukanguzwa na kunyenyekea kwake, moyo wake ukanguzwa na kule kufunguka ndani ya moyo, moyo wake ukanguzwa na kule kujiachilia kwasi ya kwamba anaelewa ya kwamba amekosa kulipa deni, anaelewa ya kwamba hako na deni ambao alistahili kulipa, anaelewa ya kwamba wakati ambao alikuwa amepewa wa kulipa deni umekwisha na hajalipa lile deni. Lakini ikawa ya kwamba ndani ya moyo wake anatamani ni jinsi gani anaweza kulipa lile deni, lakini katika uweza wake aliokuwa naye ilishindikana. How many times is a Christian, wakati ambapo umetenda kinyume, ama wakati ambapo umetenda kile ambacho kwa yule ambaye anakutazama imekuwa chukizo kwake ama imemkwasa, na wakati ambapo anakwambia ya kwamba hili limenikwasa, wewe badala ya kufunjika, wewe badala ya kuingia ndani ya moyo wako na kujisachi na kuona kana kwamba hili limemkwasa, wacha nikafunjike kutoka ndani ya moyo wangu na nikamwambie sikushuhudia hili, ama this was not the purpose, or this was not the reason, or this was not the agenda. Maybe you have mistaken me, but I really am sorry for what I've done. I seek for your forgiveness from the heart. Ni mara ngapi wakati ambapo wewe mwenzako umemkwasa, hakika ana
analia, anahuzunika, lakini wewe unainua kichwa na kusema ya kwamba hutanitambua mimi ni nani, hutanielewa mimi ni nani. Ingekuwa Bwana wetu Yesu Kristo alisema ya kwamba tupate kumtambua, ni nani angekuwa katika ulimwengu huu? Ingekuwa Bwana wetu Yesu Kristo angekuwa na hiyo hali ya kutokukubali, kutokusikia, kutokuhurumia, ungekuwa wapi siku ya leo? Ni swali kwako, ni swali kwangu. This master had compassion because of this man. Ndio alikuwa na dini yake, lakini alifunjika, alinyenyekea, alikubali ndio niko na deni, alikubali ndio nimeshindwa kulipa, lakini ijakuwa matarajio yangu. Bwana wangu, ninaomba ukanivumilie, naomba ukanipe wakati nikaendelee kutafuta, na hakika nitalipa. Ni mara ngapi wakati ambapo unaambiwa hili ni kosa, badala ya kuvunjika na kusema ni asante, ninashukuru kwa kuwa umenielekeza, ninashukuru kwa kuwa unanipenda, ninashukuru kwa kuwa unanijali, badala ya kuchukua hatua kama hilo, unainuka na kuanza kusema ule ako na kiburi, anajifanya ndiye anajua, anajifanya ndiye anaweza, anajifanya ndiye anastahili. Huyu mtumwa hakufanya jambo kama hili, hakuinuka na kuanza kukejeli wenzake ama kuwatukana ama kuwadhiaki. Ni kwa nini mmenisema kwa mkubwa? Ni kwa nini mmesema kwa bosi ya kwamba niko na loni na sijalipa? Ni kwa nini mmesema ya kwamba kuna kazi hii na sijafanya? Lakini alikubali makosa yake kutoka ndani ya moyo, na ndiposa akachukua hatua ya kufunjika, akachukua hatua ya kunyenyekea, akachukua hatua ya kuomba msamaha. Mara ngapi wa Kristo tumekuwa na roho ya kufunjika, tumekuwa na roho ya kuvumilia, tumekuwa na roho ambao Mungu akiwa juu mbinguni anapotutazama kutoka ndani ya mioyo yetu, wakati ambapo tunasema ya kwamba Mungu wangu naomba ukanisamee, mume wangu naomba ukanisamee, mtoto wangu naomba ukanisamee, mume wangu, mke wangu naomba ukanisamee, Mkristo mwenzangu naomba ukanisamee. Ni mara ngapi wakati Bwana anachunguza ndani ya mioyo yetu, anapata ni ukweli tumejionji kutoka ndani ya mioyo yetu, and what you are speaking is from deep inside our hearts. Mara nyingi msamaha ambao tunaomba ni kutoka hapa kwa vinywa vyetu, lakini ndani ya mioyo yetu tunakusudia mambo mengine. Biblia inaendelea kusema nini? Baada ya huyu mfalme ama baada ya huyu boss, after this master kusikia kilio cha mtumishi wake na akamhurumia na akasema mkamwachilie, muachilieni, sababu alikuwa amesema achukuliwe, auzwe pamoja na mke wake na watoto wake na chote ambacho kimeitanishwa na yeye, iwe ni paka, iwe ni mbuzi, iwe ni kuku, iwe ni kiti, yote ikachukuliwe, ndiposa ile deni ikapate kulipwa. Lakini yeye akakubali na akaona udhaifu wake, akaona kufungukiwa kwake, na akamwambia ya kwamba ninaomba ukanivumilie, ninaomba ukanihurumie, ninaomba ukanirehemu, ninaomba ukanikubali jinsi nilivyo, sababu sio makusudi yangu. Yule bwana wake alishikwa na huruma na akasema akapate kuachiliwa, na alipoachiliwa, sababu aliomba msamaha, alipoachiliwa, Biblia inasema nini? But that servant went out and found one of his fellow servants who had owed him 100 denarii, and he laid hands on him and took him by the throat, saying, pay me what you owe. So his fellow servant fell down at his feet and begged him, saying, have patience with me, and I will pay you all. And he would not, but went and threw him into prison till he should pay the debt. So when his fellow servants saw that he had been that one, so when his fellow servants saw what he had been done, they were very grieved, and they came and told their master all that had been done. Praise the Lord. The same man
ambao amelia, ambao amesema naomba ukanisamehe, ninaomba ukanivumilie, ninaomba ukanikubali jinsi nilivyo, wakati ambapo Bwana wake halinguswa ndani ya moyo wake na akamhurumia, akaelewa hali yake na akakubaliana na yeye jinsi alivyo, wakati aliachiliwa, Biblia inasema ya kwamba na yeye alipotoka alienda akakutana na mtu ambaye pia alikuwa na deni yake, na wakati alikutana na yeye, Biblia inasema ya kwamba alimkamata koo na akamwambia lazima ulipe deni yangu. Yule aliyekuwa na deni yake akamwambia ya kwamba naomba ukanivumilie, naomba ukanipe nafasi mara tena, lakini yeye hakutaka kusikiza, yeye hakutaka kujua anamwambia nini, yeye hakutaka kujua ako wapi na ni kwa nini, bali alimpeleka na kumweka ndani, akasema atafunguliwa ama ataachiliwa wakati atakapolipa lile deni. Don't forget, it's the same man ambaye amekuwa na deni na amelilia bwana wake na akamwambia amvumilie, na akamwambia naomba akamsamehe, anaomba akaelewa ya kwamba hakuwa na uwezo, na yule bwana akamuonea huruma, yule bwana akanguzwa kwa ajili ya machozi yake, yule bwana akanguzwa kwa ajili ya kufungukiwa kwake, yule bwana akanguzwa kwa ajili ya kutokuwa na kile ambacho alikuwa anatarajia kutoka kwake, lakini yeye alikuwa tu anaomba msamaha kutoka kwa moyo. Wakati ambapo imefika ni upande wake, yeye akakutana na yule ambaye alikuwa na deni yake, amesahau ya kwamba ametoka kusamehewa, amesahau ya kwamba amevumiliwa, amesahau ya kwamba tu katika udhaifu wake amekubalika jinsi alivyo, lakini yeye hapa amechukua hatua ya kuhukumu mwenzake ambaye amemulilia kama jinsi ambavyo amemulilia bwana wake, akamwambia nisamehe, nivumilie, nipatie wakati, niendelee kutafuta na nitakulipa. Praise the Lord. Most of the times Christians, we have that character. Tunakuwa tu watu wa mazoea, sababu the Lord's prayer is teaching us that we should ask for forgiveness, that we should repent. Tunakuja tu mbele za Bwana na kumwambia ya kwamba Baba, ninaomba ukanisamehe kama jinsi ninavyowasamehe wanikoseavyo. This man forgot ya kwamba yeye amesamehewa, kama jinsi ambavyo mimi na wewe huwa tunasahau mara nyingi. Unapata wakati ambapo you as a Christian, you are in difficult times. That's the time you'll just bow before the Lord. That's the time you'll have the heart of meekness. That's the time you'll humble yourself. That's the time you'll just be closer to the Lord. And the time the situation is over, you forgot that you was crying, you was calling upon the name of the Lord, you was asking me to prepare a way for you, you was asking God to comfort you, you was asking God to wipe out your tears. But when the Lord has done that for you, when it comes now time to walk upright with God, you forget all this. Praise the Lord. Yule ambaye alisamehewa deni yake alisahau ya kwamba amesamehewa na akatoka nje. Anasahau hata ni papo hapo ndipo ametoka kuachiliwa, ndipo ametoka kuomba msamaha na akasamehewa. Anapokanyanga tu pale nje anakutana na yule alaye pia ako na deni yake. Christians, who has made us to be judges of others? We are supposed to forgive. Bwana wetu Yesu Kristo angekuwa ni judge kwa ajili yetu, ama wakati ule ambao tulikuwa tumepotea angejifanya hakimu wetu, hatungekuwa tumepata uzima na uzima teletele, hatungepata wokovu. Lakini yeye alisema ya kwamba uovu wetu umeakataliwa, makosa yetu yametupiliwa mbali, alitusamea, hakutuhesabia. Lakini sisi wa Kristo tunataka kujilipisha kizazi, sababu ulinifanya hili na mimi pia nitakufanya. I'm telling you the truth. If God was like man, hii dunia haingekuwa na mtu hata mmoja. Sababu ningekuwa nikisema, sababu Barbara umenikosea na mimi ndio nimekuweka fumsi, nitaitoa ni kama taya ya taili na nikuache hapo ukiwa msoga. But the Lord our God huwa anatuvumilia, huwa anatuhurumia, huwa anatusamea usiku na mchana. Why should we not do the same to our dear sisters, to our brothers? Why should we rise against them? Why should we not forgive? Neno sorry, it's a 5-lettered word.
Ni neno rahisi sana, lakini kutoka kwa moyo huwa ni ngumu sana. Mara nyingi inatoka hapa kwa vinywa, mara nyingi inatoka kwa kinywa, hapa kwa mdomo tu, lakini ndani ya moyo inamaanisha kitu kingine. Na ndiposa nabii wa Mungu Isaya akasema ya kwamba moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu, na ni nani aujuae? Ni nani anayeweza kuuchunguza? Ila tu Baba yetu aliye juu mbinguni. Do to the rest what you want them to do for you. Talk to the rest the way you want them to talk to you. Respect the rest the way you want them to respect you. Love them the way you want them to love you. Be patient with them the way you want them to be patient with you. Christ-like, Christ-like, self-control, utu wema, kiasi, uvumilivu. For you to forgive, you have to have all this. Lazima uwe na kiasi, lazima uwe na utu wema, lazima uwe na huruma, lazima uwe na upendo. This servant alisahau ya kwamba yeye amesamehewa, amesikizwa na kilio chake kikasikizwa. Akasahau na akaona ni vyema, wacha sasa nijiinue, wacha sasa nitembee kifua kikiwa mbele. Na akakosa kumwelewa mwenzake, akakosa kumvumilia, akakosa kuwa na wakati na yeye, lakini akataka kumtesa, akataka kumdhulumu, akataka kumshusha chini, akataka kumuondoa katika amani yake, akataka kumuondolea furaha. Ni kwa nini? Roho ya kutosamea, roho ya kutosamea ikiwa ndani yako, utafanyia mwenzako kile ambacho kitakuwa ni chukizo. Utafanya mwenzako badala ya kucheka kulia. Utafanya mwenzako badala ya kulala anakesha akifikiria. Utafanya mwenzako badala ya kuendelea anakwama mahali pamoja. Utafanya mwenzako badala ya kubarikiwa unazuia baraka zake, sababu roho ya kusamea haiko ndani yako. Roho ya kuvumilia haiko ndani yako. Roho ya kukubaliana na kubebeana madhaifu yetu haiko ndani yetu. Praise the Lord. This servant alisahau ya kwamba bwana wake amemkubali jinsi alivyo, amemvumilia jinsi alivyo, amemshikilia huruma, amempenda jinsi alivyo, na akasema ya kwamba muachilieni. Akasahau ni kwa sababu ya nini? Ya msamaha. Na msamaha unapotoka ndani ya moyo kuna uponyaji. Msamaha unapotoka ndani ya moyo kuna kuinuliwa tena. Msamaha unapotoka ndani ya moyo kuna kufunguliwa. Msamaha unapotoka ndani ya moyo kuna furaha, kuna tabasamu, kuna uzima na uzima tele tele. Praise the Lord. Hallelujah. Lakini wakati ambapo hakuna forgiveness, kila wakati tutazaa mapooza. Wakati ambapo hakuna forgiveness, kila wakati tutazaa mauti. Wakati ambapo hakuna forgiveness in our hearts, kila wakati tutazaa ufisadi. Wakati ambapo hakuna forgiveness in our hearts, kila wakati tutazaa competition. Praise the Lord. Mahali ambapo kuna msamaha, Roho wa Mungu ako mahali pale, na huwa anaelekeza mambo. Mahali ambapo utaona hakuna hekima, jua ya kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu hayuko mahali pale. Mahali ambapo hakuna msamaha, jua ya kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu hayuko mahali pale. Because one thing I know, all the time the Holy Spirit convinced us or anatusawishi dhamira zetu, our consciences all the time. Wakati ambapo umetenda kinyume, utasikia Roho wa Mungu akikusawishi ya kwamba this you have done is wrong, and now it's your high time to turn around and ask for forgiveness from your God. All the time when you are led by the Holy Spirit, he will just tell you, this is what you have done to your brother, it's not good, so go back to your brother and ask for forgiveness.
Lakini kama ni kiburi kimetutawala, kama ni mwili umetutawala, kama tumeongozwa na macho, tumeongozwa na kifua, tumeongozwa na mali tulio nao, tumeongozwa na nguvu ambazo tuko nazo, nguvu za kutoka wengine kwa giza, wengine kwa majini, wengine kwa mitishamba, wengine kwa maroho za utambuzi za giza, tutasimama na kuanza kujipiga vifua na kusahau ya kwamba kilicho cha giza kinaishiana gizani, lakini kilicho mwangaza kinadumu milele. Praise the Lord. When we have the spirit of forgiveness, Mungu mwenyewe atashuka na kutenda mapenzi yake. When we have the spirit of forgiveness, the Lord our God will transform us. When we have the spirit of forgiveness, the church will grow. When we have the spirit of forgiveness, our families will be extended. When we have the spirit of forgiveness, our businesses will succeed. The ministry. But if we miss to have the heart of forgiveness, my dear brother, my dear sister, tutasunguka mahali pamoja. Bwana atahitaji roho ya msamaha. Roho ya msamaha. Roho ya msamaha ilienda wapi kwetu wa Kristo? Ni nini inafanya? Ukikosewa na ndugu yako, nikikosewa na dada yangu, nasema wacha niache Yesu kidogo kwanza, ndiposa unitambue. Roho ya msamaha ilienda wapi? Roho ya msamaha kitutawala. Hakuna wakati nasema ya kwamba wacha niweke Yesu chini, nijaribu kwa mganga. Wacha niweke Yesu chini kidogo, nijaribu kwa mitishamba. Wacha niweke Yesu chini kidogo, nijaribu kwa akili zangu. Wacha niweke Yesu chini kidogo, nijaribu kwa nguvu ambazo niko nazo ama elimu ambayo niko nayo. Katika msamaha wa Bwana hakuna elimu, hakuna mali, hakuna viwango. Msamaha ni msamaha, na msamaha unatoka ndani ya moyo, si kwa kinywa tu. Mara nyingi unasikia mtu akisema ya kwamba wakati nimekuja nimesema, Abuju, unajua ulinikosea hivi na hivi. Instead ya being sincere from my heart and telling Abuju, my dear brother, I'm sorry, so sorry, I'm so sorry, please nisamee na unirejeshe ndani ya moyo katika sehemu ambayo ulikuwa umeniweka. Lakini mara nyingi tunasema nini? Kama nilikukosea, kama nilikukosea, ishara ya kwamba sijakubali. Because kama, it's a contrast word. Kama, labda, maybe, but, in case, all these are contrast word. Ishara ya kwamba kuna alama za ndukudugu. You are not agreeing. It's as if you are being forced. Lakini wakati ambapo tutakubali all the time kusema ndio, ndio Bwana, I'm a sinner before you, nimetenda, Bwana atatenda mapenzi yake. Because I do say, mara nyingi huwa ninajiangalia na ninasema, kama Mungu aketie katika kiti chake cha enzi amenisamea katika utukutu wangu wote, matendo ambao hata hayawezi tamkika mbele ya watu, who am I not to forgive? Sufae kiatu ya mwenzako na ujiulize katika udhaifu wako huu. We angalia, call a meeting of the whole of yourself alone. Alafu ujionji na uangalie zile vituko ambazo huwa unafanya wakati unasema ya kwamba hapa hakuna mtu ananiona, ama pastor hayuko mahali hapa, ama mtoto wangu hayuko mahali hapa. Kunaye ambaye macho yake yamejaa katika ulimwengu wote na anakuona, na bado anakuvumilia, bado anakusamea, na anakuita mtoto wangu mpenzi, niko hapa nikutendee nini? Wakati ambapo najiuliza swali kama hiyo, huwa naambia Mungu, nipe kupenda hata kile ambacho akipendeki. Mungu nakushukuru kwa ajili ya huyo mpendwa, nakushukuru
kwa ajili ya kuwa kwangu karibu na yeye. Pokea sifa ni kwa ajili ya maisha yake. Pokea sifa kwa ajili ya matendo yake. Lakini hauna sababu yoyote ya kuanza kuwa hakimu, unaanza kuhukumu. Unaona Mungu huyu anafanya, unaona huyu hastahili kuwa mahali hapa. Nani amekupatia ruhusa? Which gauge do you use that you can measure people and know this is to hell and this is to heaven? Which tape measure do you use? Which weight do you use to measure and say these are now the kilograms which are supposed to go to heaven and these are the grams which are supposed to go to hell? Ni nani amekufanya kuwa ya kwamba wewe ndio unajua kufima? Unatumia tape measure gani? Ama unatumia kipimo gani? Ni ndiri ngapi unafima nazo? Unaelewa ya kwamba huyu hastahili, huyu anastahili. Bwana anahitaji tukawa watu wa msamaha, na wakati ambapo tunajawa na msamaha ndani yetu, Bwana atatenda yaliyo mapenzi yake. Kile ambacho unaona umecheleweshwa, kile ambacho unaona ni kama kwamba umenyimwa, kile ambacho unaona kana kwamba hakiwezekani, wakati ambapo unararua moyo wako na kuambia Bwana ya kwamba wacha roho ya msamaha ikawe sehemu yangu, nikawe mtu wa kusamea, kumaanisha kutoka ndani ya moyo wangu, hakika Bwana atashuka na kutenda mapenzi yake. Lakini wakati ambapo unasema tu kwa kinywa nimesamea, lakini ndani ya moyo wako umebeba uchafu wa kila aina, umebeba umondi, umebeba nazi, umebeba wanjala, umebeba wafula, ni wakati gani utakuwa na nafasi ya kumweka yule aliyemuumba wako, aliyekuumba kwa mfano wake, na akakusamea na akakupenda? Inamaanisha ya kwamba ndani ya moyo wako hakuna nafasi yake, sababu roho ya msamaha haijapata nafasi ndani ya moyo wake, kwa kuwa yeye mwenyewe ni msamaha unaosamea na kubadilisha. Praise the Lord. This evening, let's pray that the Holy Spirit may teach us how to forgive from deep inside our hearts. Tuache msamaha wa unafiki, sababu tutajichelewesha kwa baraka zetu. Tutajizuia kwa kunawiri kwetu, tutajizuia kwa kufaulu kwetu, tutajizuia kwa kuendelea kwetu, wakati ambapo mioyo yetu imejawa na kunungunika. Wacha nikwambie, the truth of the matter is this: hakuna siku utaenda mbele za Mungu moyo wako ukiwa na ugumu, moyo wako ukiwa umechafuka, na ukapate kuwa na breakthrough. Mara nyingi ni kujichosha, huwa tunajichosha, sababu Bwana hausiki. Bwana anataka moyo safi, moyo ambao uko na nafasi yake. Lakini mimi nimeenda mbele za Bwana nikiwa nimebebana na mizigo mizito ambao sitaiweza, itaniangusha, nitawekwa kwa mchanga, na historia yangu itakuwa there was the late Anita, the late who was there, I will be no more. Lakini yeye atabaki kuwa Mungu milele. Lakini wakati ambapo ninakubali roho ya msamaha ikawe ndani yangu, roho ya msamaha, kukubali, kuvumilia, kupenda kisichopendeka, sababu ulipendwa wewe mwenyewe, nilipendwa mimi mwenyewe nikiwa sistahili, nikiwa nimechafuka, nikiwa mtu wa shingo ngumu, nikiwa nimeoza, nikiwa hata sistahili kidogo, akanipenda nikiwa hivyo, akakupenda ukiwa hivyo, akakutoa katika uzinzi, akakutoa katika uchawi, akakutoa katika mabishano, akakutoa katika fitina, akakutoa katika mitishamba. Wewe ni nani ukapata nafasi ya kutosamea ama kuhukumu? Bwana anahitaji tukabadilishe mioyo yetu, tukabadilishe mawazo yetu, na wakati ambapo tunamwambia ya kwamba Father, I surrender all to thee, I forgive, wacha ikatoke ndani ya mioyo yetu, niposa Bwana akiwa juu mbinguni akapate kutukuka. Praise the Lord. Tuombe jioni ya leo, Bwana akatufunze from wherever you are, from wherever you are listening us from. Homba Bwana akakupe neema ya msamaha. Haijalishi umetendewa jambo gani, haijalishi ni nani amekutendea, haijalishi ni mtoto kwako, haijalishi ni bosi yako, haijalishi ni rafiki yako, haijalishi ni mama yako, haijalishi ni jirani yako. Omba Bwana akakupe neema ya kusamea, na wakati ambapo unafunguka na moyo wako unajawa na msamaha, my dear brother, my dear sister, you will stand with a testimony of what the Lord your God has done in your business, in your marriage, in your office, in everything that you are doing. The Lord himself
himself will intervene and prevail his power in everything that you touch it. Praise the Lord. If you have the spirit of forgiveness with you. Msamaha 7 mara 70. Lakini wewe unahesabu nilimsamea jana. Hata jana venye alikanyanga silipasi yangu ikakatika nikamsamea. Tena leo amekanyanga flota yangu nimsamee. Hii ni mazoea. No. Bwana akianza kukuhesabia hivyo, hautakuwa, utamezwa na dunia. Lakini yeye anasema ya kwamba niko tayari. Umetoka kutenda dhambi. Lakini wakati ambapo unaomba msamaha kutoka kwa moyo, and you confess with your mouth, Father, I've done this and this. Unajua mara nyingi tunakuwa tu Wakristo, unasema Bwana ninaomba, na chochote ambacho naweza kuwa nimetenda kinyume na mapenzi yako, na chochote ambacho naweza kuwa nimetenda. Why are we pretending? Kama umelamba sukari ya mama yako, sema nimelamba sukari. Don't say kama kuna chochote naweza kuwa nimefanya. You know what you have done, and the Holy Spirit is just confusing you and reminding you of the sin that you have done. Praise the Lord. Let us be sincere with our Maker. Let us be sincere with our Father, that he may be glorified. Even sometimes people will raise against you when you are innocent. Watakuwekelea makosa yenye haiko. Wakati anakuja na kukwambia ya kwamba Anita, unajua jana ulipasua mbirika yangu. Surrender before the Lord. Have your peace from your heart. Tell him naomba msamaha, because wewe unajua ya kwamba haujafanya lolote na unampenda Mungu na moyo wako uko wazi. Mungu mwenyewe atadhihirisha mapenzi yake na makusudi yake. Lakini wakati ambapo unasimama na kuanza kujitetea, unajua sikunguza, you know I was not around, you know I was absent, I was in a journey, the Lord your God will be just dismayed with you. Sababu anataka ukampatie nafasi ya kwanza ndani ya moyo wako. Ndiposa akapasua miamba, ndiposa akasongeshe milima, ndiposa akanyamazishe kila sauti ambayo yaitokani naye kwa ajili yako. People will gather against you. People will have meetings against you. They will say things about you. Senye hata hujui, hata hujawahi fikiria. Sijui kama umewahi kaa na mtu, alafu unaona akisema, unajua Anita siku fulani ulifanya hivi na hivi. And sincerely speaking, hiyo ni kitu hata hujawahi kuja kwa mawazo yako siku hata moja. Ni kitu hata hujawahi tarajia. Ni kitu hata hujawahi ona kwa stars. Lakini yeye mawazo yake, ambao mawazo ya mwanadamu ni mapotofu. Na ndio sababu neno inasema ya kwamba mawazo ya mwanadamu yako mbali na mawazo ya Mungu, kama jinsi mbingu na dunia zilivyo mbali. Such like hatakuja akwambie, Barbara, unajua Anita alifanya hivi na hivi kwa ajili yako. Anita is not aware. Barbara is not aware. Moyo wake uko safi. Hata hakuna mahali ameweka dot ya abuju. Lakini yuko mtu pale ambaye amebeba. Barbara aliangalia, mbona aliniangalia hivyo? Na wewe ulikuwa kwa shughuli zako. Such like wakati ambapo mnaanza kubishana ama kuulisana, that's the time the devil anapata nafasi na kuchochea roho ya kutosamea katikati yenu. Surrender, mwambie ya kwamba ninaomba msamaha dada yangu, ninaomba msamaha ndugu yangu. Wacha upendo wa Bwana ukawe ndio sehemu yetu kati yetu. Na wakati ambapo unamaliza hivyo, wacha Mungu mwenyewe afanye kazi yake, aliye mwamuzi mwema, ambaye anachunguza mioyo, ambaye ako na uwezo wa kutenganisha malo na nyama. Mungu mwenyewe atatenda yaliyo mapenzi yake, sababu yeye ndiye hakimu wa kweli. Praise the Lord. Lakini wakati ambapo unaanza kubishana ama unasema basi kama nilifanya ninaomba unisamee, basi kama nilifanya, ishara ya kwamba kuna madoa, kuna mawaa ndani ya moyo wako. Moyo wako hauko safi. Lakini wakati ambapo unasema I'm very much sorry, ninaomba ukanisamee ndugu yangu, naomba ukanisamee mama yangu, naomba ukanisamee baba yangu, na uwe kabisa unamaanisha ndani ya moyo. Si ati unasema hivyo alafu ukipiga kona unasema huyo mtu sitaki kumuona
Bwana, sitaki anikaribie tena, simtaki karibu na mimi. Hapo hakuna msamaha, hapo hujasamea, bado umebebana na ule muziko, bado umebebana na yale maneno, bado umebebana na yale mawazo ambao Bwana akishuka anataka kuwa na nafasi ya kwanza ndani ya moyo wako, anataka alete uponyaji ndani ya moyo wako, anapata bado umebebana. Badala ya kupata nafasi, shetani anakuja analeta ugonjwa wa pressure, analeta ugonjwa wa moyo, analeta ugonjwa wa kutokuwa na furaha, analeta ugonjwa wa mauti ndani yako, sababu umekataa kuondoa kile ambacho akistahili ndani ya moyo wako, ukapatie Bwana nafasi ya kwanza ndani ya moyo wako. Praise the Lord. Ndiposa unasikia mtu ati ni nini imetendeka? Attack. Yaani mtu amefahamiwa na moyo wake mwenyewe. Hati alilala hakuamka. Wakati walifanya postmortem, attack. Unafahamiwa na moyo wako mwenyewe. Ni kwa nini? Sababu umekubali moyo wako kubeba mambo machafu. Umekubali moyo wako kukuwa hauna nafasi ya msamaha. Lakini wakati ambapo unakubali moyo wako ukawe kizima ambacho kinabubujika maji ya uzima, wakati unakubali moyo wako ukawe kizima cha wengi kunywia, Bwana anashuka na kufanya mapenzi yake. Bwana anashuka na kukuinua mara tena. Bwana anashuka na kukuponya na mikono ya maadui. Bwana anashuka na kutukutetea. Praise the Lord. That the Lord our God, ambaye tunamtumikia na ambaye tunamuhitaji, akatuongoza usiku na mchana. Jioni ya leo, ndugu yangu, dada yangu, mahali ambapo huko ndani ya nyumba, huko katika nchi nyingine, ni himizo kwetu tukaombe Mungu atupe neema ya kujawa na msamaha ndani ya mioyo yetu. Msamaha. Just try this. Kama hujawahi jaribu, kuna watu wanasema hii sitawahi sahau, ama nilimsamea lakini sitawahi sahau. Hujasamea. Kama hutawahi sahau, you have not forgiven. It's still amounting you. Forget about. Forgive and forget and soldier on and don't remember about it. Kubali ilitendeka, kubali uachilie na ukasahau na ukaendelea na safari yako, na Bwana atatenda yale mapenzi yake. Lakini wakati ambapo unasema sitawahi sahau hii, wewe ni nani? Bwana anaweza kufanya ukasahau kwa njia ambayo ni ya uchungu. Roho ya msamaha ndio tunahitaji katikati yetu. Roho ya msamaha. Roho ya msamaha na itajaa ndani yetu upendo ukiwa umetutangulia, sababu upendo ustiri wingi wa dhambi. But if we don't have love, hatutakuwa na nafasi ya msamaha. Kwa hivyo jioni ya leo, I urge each one of us that we may pray the Lord our God to give us the grace to have the spirit of forgiveness, to have the fruit of forgiveness in everything. Usihesabu, usiweke mahali. Kuna wengine unapatanga hata mtu anasema nimeandika. Unangusa mtu hivi kidogo, anakuja na kitabu. Ni kama Chronicles, kitabu cha ukumbusho. Siku fulani ukanifanya hii, siku fulani ukafanya hii. Ameandika mpaka date, mpaka hawa na mpaka month na jia. Kitabu imeandikwa mambo. Forget, forgive and forget. Forgive and forget and soldier on for the Lord our God, that he may take dominion into our lives. For the Lord our God may bless us and extend our tents for his own glory. May the Lord our God feel mercy on us. Akazidi kutuhurumia na kuturehemu. Let us not be hearers of the word, but we be doers of the word in the name of Jesus. Let us stop this carnality of being churchgoers just to hear the pastor making noise. We are just. Wacha asimame apige kelele yake, akichoka ataenda. Please, let us be hearers of the word of God and doers of the word. Tukaifanyishe kazi ile neno la Bwana. Kama hujawahi kuwa na hiyo neema
Hata mtu ni yeye amekukosea, na hata unamwendea unamwambia I'm sorry, haki ninaomba ukanisamee sababu nilikuzuia jana, ili hali ni yeye alikufanyia chenye alikufanyia, lakini unabeba huo mzigo kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana, kwa ajili ya kutaka kuponya nafsi ambayo imepotea, kwa ajili ya kutaka kukomboa mtu ambaye anataka, yule mwovu shetani ametaka kuwa ni chombo chake. Wacha tufanyishe neno la Bwana kazi, tusiwe tu wasikiaji wa neno, bali watendaji kazi pamoja na yeye aliyetuita, Muumba wa mbingu na nchi. Let's pray. Father, in the name of Jesus, Muumba wa mbingu na nchi, twasema ni asante Jehova, twasema ni asante Baba yetu, twasema ni asante Mtakatifu wa watakatifu. Pokea sifa, pokea adhama kwa upendo wako wa pekee Jehova, ambao ulitupenda upeo Masia, tukiwa hatupendeki Jehova, tukiwa hatustahili Baba yetu, ukatusamea Jehova, ukatubandirisha, ukatunasua kutoka kwa mitego na mahangaiko ya ulimwengu huu. Baba yetu na Mungu wetu, tumefungukiwa Jehova na roho ya msamaha ndani yetu, ili hali Baba wewe ulitupenda na ukatusamea. Jioni ya leo Baba yetu, tunaomba ukatupe neema ya kusamea Jehova, ya kupenda Mungu wetu, ya kusamea kwa kweli na roho Jehova, ya kusamea kwa kumaanisha Jehova, ya kusamea kwa matendo Baba yetu, ya kusamea Mungu wetu katika kila hali, kukubali mapenzi yako Jehova yakatendeke katika maisha yetu. Baba Mungu wetu ishie milele, kukubali kusamea Jehova na kukupa nafasi ya kwanza ndani ya mioyo yetu, ndani ya njia zetu, ndani ya usemi wetu, ndani ya vikao vyetu, ndani ya mawazo yetu Jehova. Naomba ukatuneemeshe, naomba ukatuhurumie Jehova, ukatuishe upya mara tena, ukatunguze mara tena, because you are God of another chance. We need your touch once more time Jehovah Lord, we need your touch once more time Adonai, because you are great and you have the power and authority Master Jesus. We surrender to thee King Jesus, we surrender to thee Adonai. Tuneemeshe Jehova, tuhurumie Yesu mwana wa Daudi, na ukatutia nguvu, ukatusamee Baba yetu, kwa kuwa tumefungukiwa, tumehukumu Jehova, tumelaani Baba yetu, tumehusika Mungu wangu na Baba yangu kwa yale ambayo ni chukizo Baba yetu, ili hali sisi wenyewe ni watenda dhambi. Tunaomba ukatusamee Jehova, ndiposa tukawe Masia Mungu wangu wa kukubalika kwako Jehova. Tupe msamaha Baba yetu, tupe neema ya msamaha, tupe neema ya msamaha Jehova, kwa jamii zetu Baba yangu, kwa kazi ya mikono yetu, kwa huduma ambazo umetupa Jehova, kwa njia zetu Baba yetu, kwa majirani, marafiki Jehova. Tunaomba katupe neema ya kusameana kila wakati kutoka ndani ya mioyo yetu, ndiposa ukatukuke Jehova, ndiposa tukawe chumbi kilicho na ladha Jehova, tukawe barua Jehova kwa wengi kusoma Jehova, tukawe kielelezo Jehova kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Neema yako na amani yako Baba ikatutoshe kuwa pamoja nasi mara tena. Tutetee mtetezi mwema, ukatutetee Baba yetu kwa wema wako na ukuu wako. Tuinue na kutubariki, tupe shauku ndani ya mioyo yetu kukutafuta madamu yapatikana, kutaka kukutafuta madamu yapatikana Jehova, na kukaa chini ya miguu yako, kunyenyekea na kufunjika kila wakati, na kuielewa sauti yako unaponena nasi, na kufahamu mausia yako unaponena nasi Jehova, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Bariki familia nzima ya CFC Jehova, bariki wote ambao ni watazamaji Muumba wa mbingu na nchi katika mataifa mbalimbali Baba yetu. Mkumbuke mtumishi wako mjoli wako Jehova, Reverend Tura Waringe my God, ambaye Masia Muumba wa mbingu na nchi, kupitia kwake Jehova ishie milele, ulimtumia kama chombo Baba, na ukampa neema Jehova na kibali kwa ajili ya madhabahu Jehova, na chini yake mtakatifu wa watakatifu tunapata kibali Masia, hata kusimama mahali hapa na kusema wema wako Jehova na ukuu wako Masia. Hatuchukui kwa kawaida Jehova, sio kwa wema tulio nao Jehova, si ati kwamba tumehitimu Jehova, bali ni kwa neema yako Jehova. We need more of you Adonai, we need more of you King of Kings, we need more of you our healer Jehovah Master King Jesus. It's all about you Jehovah Master.
We worship you, Father, and we adore you. We bless your name, my God, because you are great. Give us the grace to meditate upon your word day and night, my Father, in every step that we make, in every word that cometh out of our mouth, my God. Give us this grace, Adonai. Give us this grace, my Father. Lord Jesus, give us this grace that we may humble ourselves, that we may have the heart, my God, my Lord, of forgiveness in every situation, in every challenge, my Father, because you are great. Worthy is your name, worthy is your name, worthy is your name. And it's in the name of Jesus Christ of Nazareth we do pray, trust, and believe. Can everyone shout a big amen? Amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Our till number 51, 39, 54, 3. That's the till number. You can share, you can give your offering, your tithe, in the name of Jesus. You can also send M-Pesa through this number 0722 0722 239 555. Shalom, shalom, shalom. Toe sadaka zetu kwa jina la Yesu Kristo.